the prophet of fire. Prophet of fire. Prophet of fire utakipata pale live sasa hivi. Ile hapa refinery pale hapa kwa magari niko hapa hotel na housing mahali ambapo wanajenga nyumba ya nafuu hiyo. Hapo ndio niko wapendwa watazamaji kama mtazamo mkiwa Nairobi. Kuna mtu anauliza hapo ni wapi? Hapa ni Mombasa, inapatikana Kenya. Amen. Kwa hivyo karibuni sana. Nataka tuingie katika neno bila kupoteza wakati. Nataka tuingie katika neno. Usiogope kuwa live mpendwa. Ni ile hali tu ya kukaribisha katika ibada. Amen. Unajua ni vizuri unapofanya ibada hiyo pia watu wengine ambao wanapenda Mungu wakaweze kusikia hiyo. Kwa hivyo mpendwa mtazamaji, ni wakati mzuri. Jana tumekuwa na ibada nzuri pale kanisani. Tumeona Mungu akitenda. Ni furaha yangu kukaribisha katika ibada hii. Kwa hivyo usiwe yule mmoja wa kuprosa kutoka hapo. Ni vizuri usitike hapo usikiza neno la Mungu. Saa zingine kuna watu wapenda Mungu wanakimbia tu, wanaangalia kamati ya chini, hawataki kuangalia neno la Mungu. Lazima tuangalie neno kutoka kamati ya chini, yani vitu vya dunia. Ni vizuri kuangalia mambo ya Mungu, mambo ya juu. Itakuwa ni baraka pendo. Kwa hiyo popote ulipo, ningependa kusema ya kwamba huyu Yesu Kristo aliyekufa msalabani, aliyeteswa, aliyefanyiwa mambo yote, licha ya kwamba alifanyiwa mambo yote, Yesu alizidi kunyenyekea. Kwa siku ya leo Yesu yuko mahali hapa ni kwa ajili yako. Yesu Kristo mwana wa Mungu yuko mahali hapa ili ya kwamba fungulisha maisha yako. Wewe unanitazama ukiwa pale nyumbani, kazini, ama pale kwa nyumba, hapo barabarani, ukiwa unasafiri, ningependa kusema ya kwamba Yesu Kristo mwana wa Mungu anakupenda. Yesu Kristo mwana wa Mungu anakuhitaji, ya kwamba mpendwa, ya kwamba ukafunguliwe. Maana majira haya ni wakati wa neema, tunaishi wa nyakati ya neema. Neema inayoisha unapata kwamba zitakuwa ni kusaga meno na kutamani kusikia tu haleluya, itakuwa ni ngumu. Ni wewe ambao Mungu amekupa nafasi hiyo ya kusikia habari njema, habari ya ufalme wa mbinguni. Maana unayesikia habari ya ufalme wa mbinguni, kuna kitu kinaumbika ndani mwako. Haleluya. Kuna jambo jipya na ambalo linaanza kuumbika ndani mwako. Wakati linayoumbika ndani mwako, roho za dunia zinaondoka, roho za kushindwa inaondoka, roho za kusema ya kwamba nimerogwa inaondoka. Ni kwa sababu ufalme umetawala moyo wako, ufalme wa mbinguni. Haleluya. Tunatazamia ufalme wa mbinguni, tunatazamia mambo mema kutoka mji mbinguni kwa Baba. Haleluya. Sasa ni jambo lipi ambalo litasaidia sisi kupokea ufalme wa mbinguni? Ni kutengeneza moyo. Ni kutengeneza moyo. Wakati unavyotengeneza moyo, Roho wa Mungu anatawala, Roho wa Mungu anaingia, Roho wa Mungu anaanza kufanya kikao ndani mwako. Ni kwa sababu ya kutengeneza moyo. Haleluya. Kutengeneza moyo. Kutengeneza moyo mpendwa. Kutengeneza moyo. Maana moyo wako unavyotengeneza, kuna jambo jipya linaumbika. Kuna jambo jipya linaumbika. Ndiposa Yesu akasema ya kwamba njooni kwangu enyi nyote wenye kulemewa na mizigo mizito. Kuna hali ya kupumzishwa. Tunaweza kuwa tunahangaika, tunapitia katika hali ya mahangaiko, lakini inafika wakati wa kupumzika. Inafika wakati wa kupumzika. Wakati wa kupumzika unayofika, mtu anaanza kuwa na raha ndani ya moyo wake. Mtu anaanza kusema ya kwamba nilipitia mateso, nilikuwa
ni mtu wa kuombaomba, lakini Mungu leo amenipumzisha. Nikubali upumzishwe na Yesu. Wakati mwingi mizigo inakalia watu wanakona, mizigo inakalia watu wanapenda, mizigo inakalia watu inaweka roho ya wizi, inaweka roho ya kwa hiyo mpendwa pale nyumbani, naona unasikia siku ya leo Yesu hapa anahitaji moyo wako masaa haya, anahitaji moyo wako mpendwa, ya kwamba ukatengeneze moyo wako na Yesu Kristo akaingia ndani mwako. Amen. Ulimwengu yatapita, lakini neno litasimama. Neno litasimama. Ulimwengu yatapita, lakini neno, ya kwamba neno litasimama. Ya ulimwengu yatapita, ya ulimwengu yatapita. Niwe na sura mbaya kama yangu nitapita, niwe na sura nzuri kama yangu nitapita, niwe nimevaa vizuri ama vibaya, ya ulimwengu yatapita, lakini neno la Bwana litasimama. Neno la Bwana litasimama. Kwa hivyo mpendwa, simama na Mungu, simama na Mungu. Ya ulimwengu haya yatapita tu. Unaweza sema ya kwamba mimi niko na nyumba nzuri, ya ulimwengu yatapita. Ya kwamba niko na gari nzuri kama yangu hii, ya ulimwengu yatapita. Ya kwamba niko na kiatu cha mshuta kama yangu hii, ya ulimwengu itapita. Kwa hivyo mpendwa mtazamaji, ya kwamba angalia moyo wako, achunguza moyo wako, angalia moyo wako inakupeleka wapi. Hiyo moyo ulionayo inakupeleka wapi? Inakupeleka mbinguni ama inakupeleka kuzimu? Haleluya. Amen. Amen. Najua hata ulimsema amen pale chini, unapita tu kwa sababu ya ulimwengu unapita, lakini neno la Mungu litasimama imara. Kwa hiyo mpendwa mtazamaji, neno hili linashinda unabii wa kinywa. Neno hili linashinda nini? Linashinda unabii. Hili ndio unabii tosha. Wakati neno la Mungu liko nako, tayari ni unabii tosha. Hautadanganyika, ni kwa sababu unajua maandiko. Kwa hivyo neno la Mungu wacha likasimame ndani mwako. Neno la Mungu likapate upenyo ndani ya moyo wako. Dunia hii sisi ni wapitaji. Dunia hii hatuko hapa permanent. Kulikuwepo na wazee wa zamani watanguliza na tuliosoma na wao, leo hii hawako. Ya ulimwengu yatapita, ya ulimwengu yatapita, lakini neno la Mungu litasimama. Neno la Mungu litasimama. Na wakati neno la Mungu linalosimama upendwa, sasa unapata kwamba linakaa ndani ya moyo wako. Neno hilo linapata upenyo katika moyo wako, linafanya kwamba unainuliwa tena, inafanya kwamba maisha yako kuwa mapya. Kwa hivyo vijana wa Kichelsea, ningependa kutangaza habari hii ya kwamba tukimbilia Yesu Kristo, tuwe na maandamano ya kutafuta Yesu Kristo, ya kwamba tuwe na maandamano ya kufunga. Wakati unakuwa na maandamano ya kukaa na Yesu Kristo, maisha yako inakuwa mazuri, maisha yako inakuwa inakuwa yenye nguvu. Lakini unapata kwamba unavyokimbia kuna huko, unaweza anguka chini na ukapotea. Lakini unavyokuwa na maandamano ya kutafuta kwa sababu ya neno la Mungu, na kiwa neno la Mungu ndani mwako, unapata kwamba maisha yako ni mazuri. Baada ya kuchukua jiwe, chukua neno la Mungu, mwambie shetani, shetani nitakushinda kwenye neno. Shetani utamshinda kupitia neno. Shetani nitakushinda kwa maombi. Kwa hivyo unataka ujue kuomba, jifunze kukaa karibu na wengine ambao wanajua kuomba. Unapata kwamba ile roho ya maombi itakuwa juu yako, lakini wakati unavyokaa kando hautajua kuomba. Ninaomba ubebe kwa imani, basi sinako basi sinako imani, unibebe imani. Mimi siwezi kubebea kwa imani, siwezi kukubebea imani, siwezi. Ati basi nibebe imani, mimi nikubebe imani. Wewe jifunze na Mungu imani.
Ishi mtu wa imani ukisema ya kwamba Yesu atanifungulisha, nitaondoka katika matatizo haya, ni siku moja nitafunguliwa. Basi hana uwezo wa kubebewa mizigo. Basi hana uwezo wa kubebewa imani. Je, imani yako iko connected na Yesu Kristo? Je, nilikuwa naambiwa watu kanisani ya kwamba wangapi wanataka niwabebe imani? Nilikuwa najaribu kuchunguza. Naangalia YouTube polepole. Wangapi wanataka niwabebe imani? Inua mkono tu wakubebe imani. Wa kwanza ni kuombe. Hapa ni kubebe imani kuombe. Nikaona kila mmoja mkono chini. Nikajua kwamba kwa ni watu wanasikiza mafundisho baada kufundisha. Hakuna siku nitakubebea imani. Lakini wewe ukiwa na imani ndani mwako inaleta muujiza. Imani yako inaleta muujiza. Imani yako inaleta kufunguliwa. Imani yako inaleta utajiri. Imani yako na tumaini lako kwa Mungu inafungua malango yote. Yaani uko umejifunga. Lakini ukuje kwamba basa nibebeko imani. Basa nibebeko imani. Basa nibebeko imani. Basa nibebeko imani. Haki siwezi kubebe yako imani mkubwa. Siwezi kubebe yako. Handoko nilanga baba siwezi kubebe yako imani. Siwezi kubebe yako. Siwezi. Siwezi kubebe yako. Siwezi. Ndio katika ile haraka nataka nini cha. Amen. Kitabu cha Yeremia 32, Yeremia 32, Yeremia 32 verse number 40. Yeremia 32 verse number 40. Maandiko yanasema hivi: nami nitafanya agano la milele pamoja nao, kwamba sitageuka wala kuacha ili niwatendee mema, nami nitatia kichwa changu mioyoni mwao ili wasiniache. Maandiko yanazungumzia kuhusu agano la Mungu kwa watu wake siku ya leo. Maandiko yanasema ya kwamba Mungu atafanya agano na watu wake. Ina maana ya kwamba agano hilo ni kupitia Yesu Kristo. Amefanyika kuwa agano letu. Yesu mwana wa Mungu amefanyika kuwa agano la maisha yetu, ya kwamba ili ya kwamba tusimwache, akatumana agano ili ya kwamba afya msalabani ni kwa ajili sisi. Wakati Yesu amefanyika kuwa agano, ina maana ya kwamba lazima utatetewa. Ina maana ya kwamba kuna vitu vinaondoka kwako. Ina maana ya kwamba kuna roho mbaya iliyoshika maisha yako inaondoka. Ni kwa sababu Yesu amefanyika kuwa agano jipya. Ndipo maandiko yakasema ya kwamba nasi kitabu cha agano la kale na agano jipya. Kwa hivyo tunazungumzia kuhusu agano jipya ambayo imepitia kupitia damu ya Yesu Kristo, ya kwamba tuna ukombozi, ya kwamba tunaishi maisha mazuri. Ni kwa sababu Yesu Kristo amefanyika kuwa agano. Yesu Kristo amefanyika kuwa agano. Hata kama ulitenda dhambi, yeye bado anasema ya kwamba nitawasamehe hadi siku ambapo parapanda itakapolia. Hiyo msamaha itaondoka. Haitakuwa tena msamaha. Parapanda ikilia kuna msamaha tena. Umepewa nafasi na Mungu. Umepewa nafasi na Mungu, lakini tukaitumia vibaya. 41. Na nitafurahi juu yao, niwatendee mema, ya kwamba Mungu atafurahi juu yao. Mungu atawatendea mema. Kuna mema inakuja juu yako. Kuna mema inakuja juu yako. Maana Mungu anasema ya kwamba atakutendea mema. Ina maana ya kwamba kama Mungu alisema ya kwamba atakutendea mema, hakuna atakayepinga hiyo. Hakuna atakayekalia baraka zako. Leo Mungu anakutendea mema. Leo Mungu anakutendea mema. Mwimbaji ataimba ya kwamba ametenda mema. Huyo Yesu ndiyo maana mimi nampa sifa. Ina maana ya kwamba Mungu anakutendea mema. Kuna mema inashuka juu yako. Maandiko yanasema ya kwamba nami nitawapanda katika nchi hii. Mungu anaenda kuwapanda katika nchi hii. Maybe kuna kazi uko nayo, ulikosa kuwa na maono, lakini leo ninakuagizia kwa neno la Bwana ya kwamba Mungu akupande katika mji huu. Ina maana ya kwamba uanze kununua. Mungu aanze kukupa upenyo ya kumiliki maeneo. Haleluya.
kwa moyo wangu wote na kwa roho yangu yote, maana Bwana asema hivi, kama nilivyoleta mabaya makuu haya yote juu ya watu hawa, hivyo hivyo nitaleta juu yao mema hayo yote niliyowaahidia, na mashamba yatanunuliwa katika nchi hii, ya kwamba na mashamba yatanunuliwa katika mji huu, ya kwamba Mungu wa mbinguni aanze kufungulisha maisha yako. Mungu wa mbinguni aanze kukupa roho ya kumiliki. Mungu aanze kuachilia roho ya kumiliki, ya kwamba ukaanze kununua mashamba. Mungu akupe roho ya kumiliki mashamba. Mungu akupe roho hiyo. Ni maandiko yanazungumza ya kwamba Mungu wa mbinguni akupe roho ya kumiliki. Haleluya. Wakati mmoja nimekuja Mombasa 2021 nikiwa sina chochote, hata sikukuwa na gari, lakini Mungu akanibariki. Leo hii niko na gari hapa, inafanya kazi ya Mungu. Mpendwa mtazamaji, gari lako ndio hii. Sikukuwa na chochote, sikujua kwamba nitakuja kwenda kuleta kanisa, sikujua hata baada siku moja. Mungu amenibariki. Sasa tuko na ploti ya kanisa. Kwa hivyo kuna roho ya kumiliki. Nikakumbuka babangu wa kiroho hakuwa na chochote. Alianzia kwa nyumba. Wakati alipokuwa anaanzia kwa nyumba, Mungu akambariki. Sasa amejenga kanisa kubwa, kanisa ya mawe. Mdogo wake na amenunua shamba juzi. Amenunua shamba, which means kuna kitu ambacho kwa baba wa kiroho ambaye Prophet Ken Barasa, unapata kwamba hiyo neema hiyo juu yake inashuka kwa watu. Sasa hiyo roho ya kumiliki sasa inaanza kufanya kazi. Kwa hivyo naomba kuombea popote ulipo ya kwamba Mungu akupe roho ya kumiliki. Hata kama watu wanaona ya kwamba unaishi katika nyumba mbaya, ya kwamba Mungu aachilie roho ya kumiliki. Hata kama unaishi katika maisha hiyo, lakini unapata ya kwamba umekuwa na ujanja wa kiroho, ya kwamba unaanza kununua maploti pole pole, unaishi kwa nyumba ya bei rahisi, na huko unaanza kumiliki maploti, huko unaanza kumiliki mashamba. Hadi Mungu amekupa akili ya kuishi katika dunia hii. Amen. Kwa hivyo Mungu wa mbinguni aachilie neema. Mungu wa mbinguni aachilie neema juu yako. Maana nina maono ya kuhubiria watu 500 na zaidi. Nina maono ya kuhubiria watu 500 na zaidi. Nina maono ya kwenda Marekani ili ya kwamba nikahubiri neno la Mungu huko. Nina maono ya kutembea maafisa Afrika yote, waje kutembea kwa kazi hii ya Mungu. Siku moja Mungu wa mbinguni akatende. Siku moja Mungu wa mbinguni ajulikane kwamba anainua. Siku moja Mungu wa mbinguni ajulikane kwamba anaweza. Haleluya. Ina maana ya kwamba mpendwa, wakati unavyojipa moyo na kutembea kwa uaminifu na kutembea katika njia za Mungu, baraka zinashuka. Maana huduma hizi kuhusu babangu wa kiroho hakunianzishia. Nilikuja Mombasa tu kama tumilamba wengine walikuja, nikakuja nikakaa maisha kukuwa mazuri hivyo, lakini kwa sababu ya neema ya Mungu nikaambia Mungu, niwe uliniita mahali hapa, ninaomba Mungu kasimame na mimi. Hata kama nitapitia mangapi, ninaomba Mungu kasimame na mimi, ili ya kwamba maono ulionipa nikiwa nyumbani nikatimie. Hatimaye leo hii ninahubiri live. Sikujua siku moja nitahubiri live kwa TV. Sikujua siku moja nitahubiri live kwa TV. Sikujua siku moja nitahubiri kwa YouTube na TikTok live. Lakini kwa sababu ya neema ya Mungu, Mungu hutenda miujiza. Mungu hutenda miujiza. Ina maana ya kwamba masaa ya mpendwa, jipe moyo mpendwa. Mungu akupe roho ya kumiliki. Mungu achilie roho ya kumiliki juu yako. Mungu akupe roho ya kumiliki. Kule nyumbani kwa bara kule, yule jirani anayekuchokora kila wakati, Mungu achilie neema ya kwamba mchokore, ya kwamba auze shamba hiyo, wewe ndio ununue shamba hiyo. Unajikuta na kutana kuambia kwamba wewe una pesa ngapi nikuuzie shamba hii. Usikose chukua mara moja shamba. Chukua ongeza kwa shamba yako. Maana ni roho ya kumiliki.
roho ya kumiliki. Kuwa na roho ya kumiliki. Kuwa na roho ya kumiliki mashamba. Unavyotembea mahali, nunua shamba. Nunua shamba. Maana ni utajiri ambao Mungu aliachilia. Na mahali pale kama ni Western kule Bungoma kwetu unapanda miwa. Miaka miwili, tani moja unapata kwamba ni 50,000. Tani ya pili maybe 50,000. Ikiwa kama 4 unapata kwamba ni almost 200,000. Kwa miaka miwili tu hiyo ishaanza kukua. Hii ina maana ya kwamba Mungu akupe maono popote unapotembea, ukaanze Mungu akupe maono ya kumiliki. Mungu achilia roho ya kumiliki juu yako. Mungu achilia hiyo neema itawale maisha yako. Haleluya. Amen. Uko pale nyumbani ungependa maombi? Maana nikida nimemaliza injili. Unataka maombi? Nambari yangu ya simu iko pale kwa bio. Unaweza tumia nambari hiyo ya simu ambao unaiona pale 0746975588. Nambari hiyo ni WhatsApp. Unatazama kutoka United States of America. Unaweza tumia nambari hiyo ya simu hiyo +254 nambari hiyo ni WhatsApp. Unaweza kuwasiliana nami na itakuwa ni baraka zaidi. Kwa pale Nigeria, Saudi Arabia, Wakenya ambao wako pale Saudi Arabia, ungependa maombi, umeshindwa kueleza nani. Kuna mwingine akiangalia wahubiri kwa mtandao wanasema wahubiri ni kama ni wakora. Si wote ni wakora. Mimi sasa hapa nikukwambia kwa kudanganya t-shirt kwa site hiyo, mimi si kwa biashara. Mimi siko kwa biashara, kwa kazi ya Mungu. Kazi ya Mungu sifanye kwa biashara. Kazi ya Mungu naifanya kwa sababu niliitwa na Mungu na atanitia mafuta. Kwa hiyo usianze kusema kwamba kuna kijana mmoja kutoka Marekani akanitazama pale TikTok live. Nikaona kijana huyu muda si mrefu naona akatuma kitu kizuri tu. Ndio pastor, chukua hiyo maji ya kunywa. Unaona ukihubiri vizuri, unaona ukanifundisha na ile moja vizuri, naomba uzidi kuniombea. Na inakuwa ni baraka, si kulazimisha mtu, ni mtu mwenyewe kutoka ndani ya moyo wake. Maana unavyojifunza kufanya ibada mbele za Mungu, kuna jambo ambalo Mungu anatenda. Nikanafundisha jana watu kanisani ya kwamba wale ambao wana maduka mzidi kufungua maduka Jumapili, na wale ambao wanaenda kanisani, na wale ambao pia mnazidi kwenda kufanya kazi Jumapili, naona wakoka pia ni vibaya. Nazungumzia wale ambao wamefanya nini asubuhi na mapema Jumapili, anapitia pale kwa duka anafanya sadaka chini. Niingia hapo tu na malizia naenda. Jumapili asubuhi anaenda kwa duka anafanya sadaka chini. Hebu nikuulize swali mtazamaji. Kati ya wewe na yule ambaye amekupa cheti hiyo, nani atabarikiwa? Utapata kwamba mwenye duka ametoa kwa biashara yake anakupatia. Sasa wewe ambao umefanya cheti, tayari ushaweka sadaka hapo wapi kwa duka. Sasa huyo mwenye duka umepelekea wapi? Kwa madhabahu. Madhabahu itanenda kwa sababu ya mwenye duka. Utapata mwenye duka anazidi kuuza Jumapili, anauza kabisa. Alafu anasema kwamba mwenye duka hapana gani anatumia madawa. Hapana, sadaka yako hiyo inafanya kazi juu ya maisha yake. Nikaomba na kufundisha hii jambo hili. Nikaona kwamba mimi niko nafanya hivyo neno. Niko nafanya hata katika change ya siku. Basi akakupa roho Mungu mwenyewe. Nami nikamwambia Mungu pia atafundisha watu wengine habari hii. Jambo lingine nataka kuambia, anafuliza sadaka. Anafuliza. Sasa nauliza swali. Tukikemea pepo la madeni kuachilie. Mungu aondoe deni juu yako. Mungu aondoe deni juu yako. Anapata ushafuliza sadaka. Mara moja mtu anakutumia kwa vizuri baada ya biashara yako. Sasa ndio maisha yako unazidi kulia. Kama hauna chochote, wacha baki hivyo, Mungu anajua, lakini usijiingize katika madeni. Bwana Yesu Kristo. Sasa kuna mambo mengine lazima tuangalie. Mimi napenda kufundisha tu pole hivyo na naomba Kristo tukaweze kuelewa tu.
ile kutoka pale na kama ikija pia tutaenda mahali pia tutafundisha pia nini kujua mengi kutokana na maandiko na mambo ya Mungu. Kwa hiyo tunakubariki sana na kuomba karibu kama siku leo. Baba, katika jina la Yesu Kristo ninakushukuru masaa na majira haya. Umekuwa mwema Bwana mabwana, jina lako litukuzwe, jina lako lihimidiwe. Nasema ni asante kwa ukuu wako, nasema ni asante kwa ajili baada ya siku ya leo. Wewe ni Mungu mwenye uwezo, mamlaka, Jehova. Tazama Baba wa mbinguni, tumekuwa hapa National House Jehova Adonai, tukinena habari yako mfalme wa falme, habari za ufalme wa mbinguni. Wewe Mungu katawale watumishi wako, ukawatawale masaa ya Jehova, ukawatawale Baba wa mbinguni, fungulisha biashara ya masaa haya, ukawabariki Bwana wa mabwana, achilia baraka juu yao. Wengine ni wagonjwa Jehova, hawajiwezi pale kitandani, wengine wako hospitalini Baba, wamekaa na wagonjwa mahali pale, wanasikia habari ya Yesu Kristo masaa haya. Ninawanenea uponyaji, ninawanenea uponyaji pale nyumbani Baba. Wengine wanasafirisha wagonjwa hospitalini Baba, ukaweze kuonekania. Wengine wako pale gerezani wanatazama, neema yako ikawashukia Jehova. Wewe ni Mungu mwenye uwezo, mamlaka. Wabariki wote Bwana wa Mungu, ukaweze kuinua masaa haya Baba. Nasema ni asante Jehova, wapendo ya kumiliki Jehova, wapendo ya utajiri Jehova, mikono yao ibarikiwe, anga yao ibarikiwe katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Achilia neema na kibali hata na wale Jehova Adonai watakaotumia katika baraka hizi Baba, ukaweze kuinua wanaingia kazi ya mikono Jehova, wanaoingia kwa watokapo wakabarikiwa Jehova, na Baba ukabariki matoleo yao, neema na msalaba Jehova Baba ikawashukia watumishi wako na ni kwa kuamini. Amen. Kwa hivyo mpendwa mtazamaji, asante sana kwa kunitazama na hivi. Mungu wa mbinguni akubariki. Uko pale kuna kufikia hapa Mombasa, kama kwa pale State of America, masaa haya ningependa kuwakaribisha. Unaweza kupanda ndege ukashuka pale Moi International Airport. Kuna gari hapo za Uber inaandikwa 114 M14 na hivyo 114 tunasikia ngapi hiyo. Unachukua gari tu moja hapo kuambia kwamba naelekea Changamwe, Wayani ama usema Magongo mwisho. Lakini ukiuliza hao naelekea Wayani St. Jude, wanajua hapo vizuri zaidi. Uko pale Marekani, ungependa kuja hapa Kenya kwa ajili ya maombi, unaweza tumia nambari hiyo +254 7 itakuwa ni baraka zaidi. Uko pale Uganda Tarant, baraka zake pale Uganda Tarant, unaweza tumia nambari hiyo ukampata. Uko hapa Mombasa, nimesema kwamba unaweza kuja pale UK na Tarant, ukiwa pale Urusi, ukiwa pale China, unaweza kupanda ndege itakushukisha Moi na National Airport, na kuna gari za Uber hapo, unaweza panda gari hiyo, waambia kwamba nipeleke maeneo kama wapi, Wayani. Ukifika pale Wayani, haita Prophet of Fire, sema Prophet of Fire, ama unaweza kusema hivyo Pastor Jorio ama Pastor yule Okoteli. Watu huko wanajua zaidi Pastor Jorio, basi itakuwa ni baraka zaidi. Kwa hivyo pia mtazamaji, God bless you. God bless you. Tukutane siku nyingine kunapo majaliwa. God bless you. Amen. Asante. Kwa hivyo bwana nimemaliza.